Karibu sana mpendwa wangu, habari ya wakati huu. Nikukaribishe katika channel yetu pendwa, naitwa Tabibu Lois. Kwa wale ambao ni wageni, kwa wenyeji, karibu sana. Nilipigiwa simu moja mtazamaji wangu na dada mmoja. Huyu dada amesimamishwa kazi, lakini alikuwa akiangalia video zangu na kuogea chumvi ya mawe na kuogea mkojo. Unapoogea chumvi ya mawe lazima ikujulishe mambo yajayo, au unapotumia dawa yangu ya KK Triple K lazima ikujulishe mambo yajayo. Sasa itakujulisha katika ndoto au maono. Kwa hiyo utakapoota chochote usipuuze, ni lazima ukifuatilie. Huyu dada aliota mara ya kwanza ameenda kazini. Kufika pale kazini akakaa kwenye kiti chake ofisini. Kumbe pale kwenye kiti kulikuwa kuna nyoka. Yule nyoka akamng'ata. Baada ya kumng'ata akakimbia akakiacha kile kiti cha ofisini. Ikapita tena siku 3. Akaota ndoto ya pili. Mbwa wamemng'ata mikono. Yaani kuna mbwa wawili wamemng'ata mikono, wamemlalua mikono vibaya sana. Akapuuza ile ndoto. Lakini baada ya wiki moja akaja akaandikiwa barua na TAKUKURU ya kujieleza. Unaona? Universe ilimuonyesha katika ndoto, Mungu alimuonyesha katika ndoto kwamba kuna shida inakuja, lakini akaipuuza. Na ni mtu ambaye yuko kwenye taasisi kubwa. Namba zake za simu ninazo na nimempa ushauri, lakini nitaelekeza jinsi ya kujikinga na ndoto mbaya. Ama ikitokea ukaiota ile ndoto, ufanye nini ili uiharibu. Sasa nikamwelekeza tena, nikamwambia chukua chumvi ya mawe, weka chini ya mto wako, chukua na kitunguu saumu, weka chini ya mto. Utaota wanaotaka ukuharibia kazi. Kwa sababu kitendo cha kuota nyoka amekung'ata maana yake ni kwamba utafukuzwa kazi. Kile kiti cha ofisi utakiacha, ataingia mtu mwingine. Kweli akafanya nilivyomwelekeza, akaota wafanyakazi wenzake ndio waliomchongea. Kwa hiyo sasa hivi yuko katika hatihati, sijui kama atarudishwa kazini au la, lakini universe ilimuonyesha katika ndoto mapema kabisa kwa alitakiwa achukue hatua haraka, aidha ya kuwasambarishia wale wafanyakazi wenzake wanaomfuatilia ama yeye mwenyewe kujikinga. Sasa unapoota ndoto kama hii, ukaota labda wafanyakazi wenzako wanakuharibia kazi, kwa sababu kumbuka, inapotokea katika ndoto hiyo ni hakika tayari imeshaumbwa na universe, ni lazima uipokee, yani itakupata popote ulipo. Naona? Lakini pia una uwezo wa kuharibu ndoto. Nishafundisha video huko nyuma. Niliwahi kuota mwanangu nikaiharibu ile ndoto, lakini hakuumia. Leo nitaelekeza hii. Sasa unapoota ndoto ya kuharibiwa kazi, kufukuzwa kazi, kung'atwa na mbwa mikono, maana yake ni kwamba kila kitu unafanya kwa mikono. Kila kitu chako 99% kwenye mwili wako unafanya kwa mikono. Kuanzia kazi, biashara, kula, kuoga. Na ndio maana watu tunashauri sana kuombea mikono yetu. Unaona? Kwa hiyo iwe mali kutafuta, unatafuta kwa mikono yako kila kitu. Sasa ili turudishe ubaya kwa aliyeutuma, aliyesababisha wewe ufukuzwe kazi, utachukua ndimu au limao fresh ile ya kijani, kamlia kwenye kikombe. Utachukua na unga wa mdalasini, nusu kijiko kidogo cha chai, weka kwenye hicho cha kikombe. Utachukua na chumvi ya mawe kama punje 2 au 3, isage, changanya mle kwenye kikombe. Ukishamaliza kuota ndoto mbaya kama hiyo, koroga huo mchanganyiko, halafu paka kwenye mikono yako, anza kusugua, anza kunena, mikono yangu haitaharibiwa na mbwa, kazi za mikono yangu, kazi yangu, biashara yangu haitaharibiwa na mtu yote mbaya. Halafu utachukua yale maji ya limao yaliyobaki, nenda mpaka kwenye kiti cha ofisi yako. Hata kama unaona tu wafanyakazi wako wanafanya fitina, fanya hivi. Nenda kakipaka kile kiti, huo mchanganyiko wa limao, chumvi ya mawe na unga wa mdalasini. Paka, kuanzia leo kiti changu nitakaa na wewe. Sitafukuzwa nikakuacha. Sitaondoka ndani ya ofisi hii. Paka kile kiti chote, ikiwezekana paka na milango ya pale ofisini yote paka. Kwa hiyo ndimu au limao ina tabia ya kulipiza kisasi. Utafanya hilo zoezi kwa siku 3 mfululizo, ama unaweza kuwa unafanya mara moja kila mwezi. Kwa hiyo ambao unaona kazi yako iko hatarini, biashara yako iko hatarini,
Ndimu itakachofanya italipiza kisasi kwa wale wanaokuchongea ufukuzwe kazi. Kwa hiyo wao watafukuzwa. Ndimu ina nguvu sana, au limao. Naona wao watafukuzwa, wewe hautafukuzwa. Kwa hiyo unapoota ndoto yote mbaya ama ukaona tu ishara hapo hapo, sio lazima wote. Unaona mtu anakuwa anakujibu vibaya, unaona kuangalia macho mabaya, kusalimia, hebu mharibie kabla yeye hajakuharibu. Unaona? Kwa hiyo utalipiza kisasi kwa njia hiyo. Sasa wakati mwingine pia ardhi unayoishi, pale unapokaa, haitaki mali. Haitaki uwe na kazi nzuri. Haitaki. Utatakiwa kufanya, chukua chumvi ya mawe, kikombe kimoja, weka chini ya uvungu wa kitanda. Unaona? Ukishaka chini ya uvungu wa kitanda, amka alfajiri kuanzia saa 8, saa 9, saa 10 mpaka saa 11. Simama mlangoni, rusha ile chumvi kwa mikono yako. Sema sitaharibiwa kazi, umaskini hautaingia nyumbani kwangu, huzuni na vilio vitaingia nyumbani kwangu. Mwaga ile chumvi yote mbele ya nyumba yako. Kumbuka unailaza chini ya uvungu usiku kucha, asubuhi amka alfajiri kabla jua halijatoka, alfajiri kuanzia saa 8, saa 9 mpaka saa 11. Mwaga nje ya nyumba. Hivi vitu unaweza kuviona ni vidogo vidogo sana, lakini vinasaidia sana kukulinda. Hii dunia ina vitu vingi. Hii dunia ina mambo mengi sana, mtazamaji wangu. Karibu sana. Kwa leo, remedy yetu ya leo itaishia hapa. Tumia limao kulipiza kisasi kwa watu waliotuma ubaya kwako. Kwa unapoona viashiria au dalili, unapoona moshi unafuka, jua chini kuna moto. Huyu aliota mara ya kwanza, nyoka amemng'ata akapuuza, akaota mara ya pili, mbwa amemng'ata mikono yake akapuuza. Matokeo yake amepoteza kazi. Kwa hiyo jifunze kulinda ulichonacho. Linda ulichonacho. Kawaida adui huwa hapendi kuona mafanikio yako. Adui siku zote anataka kuona unatoa machozi, unamwaga machozi. Naitwa Tabibu Lois. Kwa leo niishia hapa, mtazamaji wangu. Na ninapokea message nyingi sana kutoka Kenya, lakini pia huwa natuma dawa nyingi sana Kenya. Niwataarifu kwamba kwa watu wa Kenya huwa ninatuma kwa basi inaitwa Tahmid. Tahmid huwa inapaki Mnazi Mmoja, Dar es Salaam, Tanzania hapa. Kwa hiyo inapita Nairobi, inapita Marekana, kuna sehemu panaitwa Marekana, inapita Mombasa, ndio wanatumia basi ya Tahmid. Kwa watu mlioko Kisii, hii barabara ya kuja Isebania mpaka Isebania, yani Sirari pale ukiingia unaingia Isebania, unaingia Migori. Huwa ninatuma kwa watu wa Kisii, natuma kwa boda ya Isebania. Watu wa Kisii. Naona watu wa Kongo kutokana na vita na natuma mwisho Lubumbashi. Watu wa Rwanda natuma mwisho Kigali. Watu wa Burundi natuma mwisho Bujumbura. Watu wa Uganda natuma dawa mwisho Kampala. Kwa hiyo ninajaribu kuelezea vile ambavyo, kwa sababu nakutana message nyingi sana. Kwa hiyo najaribu kuwaelezea hivyo. Kwa hiyo ninatuma, na kwa watu walioko nje ya Afrika, sio Omani, Ulaya, Europe, sio wapi, ninatuma kwa ndege DHL. Unapokea ndani ya siku 7. Ndani ya Tanzania unapokea dawa ndani ya siku 2. Nje ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 7 tu. Na ninatibu magonjwa sugu mbalimbali, mtazamaji wangu. Ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2. Utapona, utakula kila chakula. Tunao dawa kwa ajili ya matatizo yote ya kizazi. Henia kwa wanaume, ugonjwa wa tezi dume, uvimbe wa tezi dume unazuia mwanaume asikojoe vizuri, dozi ya wiki 4. Kikubwa wahi mapema kabla hujafikia hatua ya mipira, zile catheter. Matatizo yote ya wamama, uvimbe wa kizazi, fibroids, uvimbe ndani ya mfuko vya mayai, tubes zile, mirija kuziba, na kutibu kwa muda wa wiki 4, mwezi mmoja, unapona kabisa na utazaa, utafurahia. Na dawa inaondoa uvimbe wa sentimita 7 ndani ya mwezi mmoja, ndani ya wiki 4. Lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya kushusha pressure. Kwa hiyo ambao wanasumbuliwa na pressure. Pressure iko juu sana, nimeboresha dawa ya pressure. Zamani nilikuwa nachukua siku 3 pressure kwanza kushuka. Sasa hivi ni ndani ya nusu saa tu, dakika 30, pressure inaanza kushuka. Inaanza kushuka. Ni kama una kipimo utakuwa unapima, inaanza kushuka. Lakini unatumia dozi yetu ya pressure kwa muda wa mwezi mmoja. Kama pressure imeleta madhara, labda umepigwa stroke kiharusi ama moyo umepanuka, dozi ni miezi 2. Ila mgonjwa huyu awe na uwezo wa kula chakula.
Kama amepigwa stroke awe na watu wa kumsimamia. Lakini pia tunao dawa kwa ajili ya kushusha sukari. Mtu mwenye diabetes, sukari iko juu sana, dozi ni mwezi mmoja, inashuka mpaka 4.5, inakaa normal. Dozi ni ya mwezi mmoja. Tunao dawa pia kwa ajili ya madawa ya matatizo yote ya ngozi, na tunao dawa kwa ajili ya magonjwa ya njia za hewa, mafua sugu, kikohozi sugu, pneumonia, asthma, dozi ya mwezi, wiki 3, maximum wiki 3 mpaka mwezi. Tunao dawa pia kwa ajili ya kusafisha figo, ini na bandama. Tunao dawa kwa ajili ya mifupa, magoti, mgongo na maungio, uric acid, spinini. Hii dozi ya figo, kwa upande wa figo ni vizuri ukawahi mapema kabla hujafikia hatua ya 4 kabisa ya mwisho ya dialysis. Figo kama ziko katika hatua nzuri, mradi umeshapima inaonekana una figo, ama unaogopa zitaribiwa na magonjwa ya pressure, na unapokuwa hata na sukari na pressure, jifunze kutumia dozi yangu ya figo angalau mara moja kwa mwaka kabla hazijafeli, kwa sababu figo ikifeli ni mbaya zaidi, ni ugonjwa mbaya zaidi kuliko hata sukari, kuliko hata pressure. Kwa unatumia dozi yangu kwa mwezi mmoja, inarudi kawaida. Na tunao dawa pia kwa ajili ya magonjwa yote ya kansa ya koo, kansa ya kizazi, mauvimbe mbalimbali, uvimbe wa matiti, inatibu. Kikubwa uwe na mgonjwa awe na uwezo wa kula chakula na asiwe ameishiwa damu, awe na damu ya kutosha. Tunao dawa kwa ajili ya macho kushindwa kuona mbali au karibu, macho yanayowasha, allergy ya macho, au vinyama vinavyoota hapa kwenye jicho leupe kuelekea jicho jeusi hapa, na vingine vinaanzia huku. Dozi ya mwezi mmoja. Lakini kama unavaa miwani inachukua miezi 2 au 3. Tahadhari kwa watu wenye shida ya macho, punguza kutumia sana vitu vya mionzi. Internet, kompyuta inaharibu macho kabisa. Na kama unatumia sana, basi jifunze sana kunywa maziwa ya kutosha na juisi nyingi zenye vitamin A kama karoti na kadhalika. Na tunao dawa pia kwa ajili ya kifafa, degedege, kichaa na magonjwa yote ya akili, dozi ya mwezi mmoja. Tunao dawa kwa ajili ya bawasiri. Bawasiri ni hemorrhoids, vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa na huwa vinauma sana wakati wa kujisaidia, dozi ya wiki 2. Tunao dawa kwa ajili ya magonjwa yote ya mfumo wa damu, magonjwa ya meno, magonjwa yote ya kinywa na masikio. Tunao dawa ya mvuto mkali sana wa pesa, Triple K, huwa naitangaza mara nyingi. Inavuta pesa. Kama una biashara unakuwa unachoma pale kwenye ofisi yako, lakini pia ni lazima ujipake kwa ajili ya mvuto, upendwe na watu. Watu wakikupenda ndio watakupatia pesa. Na pia KK ni kwa ajili ya ulinzi. Labda wewe ni mtu ambaye unahusika unataka kujirinda binafsi mwili wako, au una matatizo au makesi manini, jipake KK. Hata kama mtu alikuwa ana nia mbaya na wewe, au unakaa katika maofisi ya watu wenye fitina, jipake tu KK. Hakuna mtu atakufanya chochote. Kwanza mtu akikuona hata kama alikuwa na nia mbaya anaogopa, hawezi kufanya chochote. Na tunao dawa pia kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi mkorofi ama anakusumbua sana. Lakini pia tunao dawa kwa ajili ya kuharibu limbwata. Kama unaona unanyanyasika na mapenzi, unampenda mtu lakini anakunyanyasa, tunaiharibu, dozi ya siku 7. Kwa leo niishia hapa mtazamaji wangu. Mungu akubariki sana. Usahau kushare na mtu yote ambaye unajua na matatizo, msaidie. Muonyeshe akaunti yangu ama hii video katika majukwaa mbalimbali, utakuwa baraka kwa mtu. Unaweza ukashangaa ukaokoa maisha ya mtu ambaye alikuwa amekaribia kufa. Mimi ninapokea shuhuda nyingi sana mtazamaji wangu, na zingine watumia, na zingine katika akaunti yangu ya YouTube wanazipin. Watu wa TikTok, ukitaka ucomment njoo akaunti yangu ya YouTube. TikTok kule angalia tu namba yangu profile, nipigie. Ukitaka maswali zaidi, niandikie message WhatsApp au message ya kawaida au nipigie. Audio huwa sijibu. Bora uniandikie message ama unipigie, nitakujibu. Karibu kwa kipindi kingine. Bye.